jinsi ya kutrack simu iliyoibiwa ama kupotea. Idadi kubwa sana ya watu wamekuwa wakiibiwa simu, wengine wakipoteza simu. Inawezekana hata wewe mwenyewe unaangalia video hii, simu unayotumia umeipata baada ya kuibiwa. Baada ya kuibiwa simu yako ukaamua kununua hiyo ulionao sasa hivi. Au baada ya kupoteza simu yako pasipo matumaini ya kuipata, ukaamua ununue simu hiyo ulionao sasa hivi. Kwa hiyo naamini kabisa ukiangalia video hii utaweza kujifunza mambo yote hayo. Utajifunza namna ya kulinda simu yako kwamba hata kama ikipotea iweze kuwa rahisi kuitrack ama kuipata. Na pia moja kwa moja utajifunza jinsi ya kutrack simu iliyopotea ama iliyoibiwa. Kwa hiyo kuwa makini sana. Nianze kwa kukupa tahadhari tu. Maana ili uweze kupata simu yako kuna mambo ya kuzingatia. Mambo makubwa ni kama mawili tu. Ambapo kwanza kabisa, popote unapokuepo katika simu yako kubwa, jitahidi sana uwe umeweka GPS yako ama location iweze kuwa on. Jambo kubwa la kwanza hilo. Na pia Android zote na pamoja na iPhone kuna utaratibu upo, kuna utaratibu wa application ambayo inatafuta simu, itakusaidia kutafuta simu into find my device. Kwa hiyo pia inatakiwa uweze kuweka on katika simu yako. Kwa hiyo mambo mawili ni hayo. Kama hapo unavyoona, kama unajua utafungua setting. Tukianza na masuala ya location, utaandika GPS. GPS hii inatakiwa iwe on, ndio itakupa msaada kama simu yako ikipotea muda wote, basi itakuwa ni rahisi sana kuipata. Teka on kama unavyoona hapa, nitaweka on location ama GPS. Pia uta search find my device, itaona inakuja find my device. Hii pia nayo utaweka on. Kwa kama simu yako ikishakuwa ipo on hizi sehemu mbili katika setting yako, find my device na GPS yako ama location yako, ukishakuwa on, basi muda wote simu yako ikipotea ni kianzio kizuri sana cha kuweza kuipata haraka haraka. Na pia kwa ajili ya accuracy zaidi, jitahidi kama una bando lako, muda mwingine kama unatoka labda unaweza kuweka simu yako ikawa on, ukawasha data ikiwa on, labda find my device inafanya kazi vizuri zaidi. Kwa hiyo itakuwa ni rahisi sana na inaongeza accuracy ya location, kama unaweza kuona simu yako sasa hivi ipo eneo hili, ipo eneo hili. Kwa hiyo baada ya kufanya hivyo, hatua itayofuata sasa, kama simu yako tayari ushaweza kuweka setting hizo on, au utakutana na mtu yeyote ameshaweka on setting hizo, alishaweka on na amepoteza simu yake, pia unaweza kumsaidia kutafuta simu hiyo. Jambo la muhimu sasa, baada ya kuwa on hizo simu, unatakiwa uwe na Gmail. Na mimi simu yote na Gmail. Kwa kama Gmail unayo tayari, usha sign in, una account yako, kwa hiyo jitahidi sana ukalili account ya Gmail, maana ndio itakusaidia wewe kuweza kulog in kutrack simu. Kwa pia ni hitaji la muhimu uweze kuwa na email account katika simu yako. Kwa hiyo sasa, baada ya kujua email yako na umeshajua password ya hiyo email yako, utazima simu ya mtu yeyote yule aliye karibu yako, au rafiki, au utaomba msaada kwa mtu yeyote yule ambaye ana simu kubwa na ana bando. Kitachofuatia, utaingia katika browser yako. Kwa mfano mimi hapa natumia Chrome. Nitaingia katika Chrome, afu baadaye nita search kama inavyoonekana find my device. Kwa hiyo pia utaandika find my device. Ukishaandika hivyo, itakuja ya kwanza kabisa hapa, imeandikwa Google find my device. Utai-click. Baada ya hapo utabofya sign in kama inavyoonekana hapa blue. Itafunguka kama hivi. Ikishafunguka hivi, utabofya chini kwa kuandika sign in as a guest. Chini kabisa hii as a guest. Utai-click. Ikishakuja hivi sasa, ndipo utaweka sasa email yako ile. Maana nimekwambia ni muhimu sana kukariri email yako na password, ili hata simu ikipotea itakuwa rahisi kuipata. Kwa hiyo email yangu kama hiyo nishaandika. Password yangu ni kama hiyo nishaandika. Pia utaandika password yako hapo. Ukimaliza tu kuandika password yako, itafunguka kama hivi. Kama unaona inakuletea ramani kabisa hapa kwamba muda huu simu ipo location hii hapa. Kwa hiyo utazoom hiyo location, utaweza kuifuatilia na kuipata simu yako. Pia kuna option hapa zipo kadhaa. Kwa mfano kama umepoteza simu muda mfupi, hata hapo kwenye daladala mtu amekuibia au umedondosha uioni, kwa hiyo kuna option zipo hapa. Unaweza uka play sound kama simu yako ipo karibu, ukaweka sauti
simu ikaanza kupiga kelele. Kwa hata kama kuna mtu kaiba afu nakatoa sauti, hataweza kuzuia, simu italia sauti mpaka ya mwisho. Kwa hiyo kama kuna mtu ameiba yupo kwenye gari, umeibiwa hata kwenye gari, eneo ambalo bado mtu anayo mfukoni, kwa hiyo ni utamkamata hapo hapo, utabofya hii ya kwanza play sound, simu itaanza kupiga kelele. Utafanya hivyo. Pia option nyingine hapa, secure device. Au kibonyeza hapa sasa itakusaidia kuweza kuilock simu yako. Utalock na pattern, kama simu yako ilikuwa imeweka locking ya pattern, basi itajilock itaweka pattern. Na pia itafuta akaunti zako zote ambazo ulikuwa unatumia kulipia mtandaoni, kama akaunti za CRDB, Google Wallet na akaunti zingine. Kwa hiyo itakusaidia kidogo kuweka usalama wako. Na pia baada ya kulock, ukishalock maana yake hataweza kwenda kureset. Kwa muda huo hataweza kuzima data kama ulikuwa umesha data. Na pia hataweza kufanya jambo lolote. Kwa hiyo ni rahisi pia kumtrack kabla hajafika mbali. Kwenye option hizo, kama simu iko karibu, utabofya play sound, itapiga kelele na utaiona ilipo. Kama mtu anayo utaiona. Na pia unaweza ukabofya secure device kama nilivyokuelekeza. Hii ni kwa ajili tu ya kuilock simu yako. Na lock hataweza kufanya chochote. Kwa hiyo kama ikiwepo mbali sasa, utachokifanya utafuatilia hichi kilamani cha Google hichi. Utafuatilia paka eneo lilipo ili simu yako ilipo. Ukishafika, baada ya kufika sasa, ili uweze kuipata, maana utakuta inawezekana kama kuna watu wengi hiyo simu. Sasa kwa ili uweze kuipata simu yako, utachukibofya, utakuwa unabonyeza play sound. Na simu itapiga kelele sana, italia sauti mpaka mwisho. Kwa hiyo utajua kabisa kumbe simu yangu aliona hii simu ni yule pale. Ipo mfuko wa yule pale. Kwa hiyo utaitrack, utaifuatilia kwenye ramani, simu yote ataenda ataweza kuonekana. Na hata kama akiwa offline asiwashe data, kuna njia nyingi sana. Hii application ina nguvu sana, au website yao ina nguvu sana, kwa sababu inaweza ikatrack kutumia uhusiano kati ya line ambayo ipo kwenye simu na minara ya simu. Kwa kutumia frequency za minara na line ya simu, inaweza ikajua kabisa hii simu hii sasa hivi inatumia mnara karibu, mnara ambao upo sehemu hii. Kama mnara upo sehemu hiyo, maana yake almost inakadiria eneo la talokuwepo mtu ambaye anatumia simu yako kwa muda huo. Kwa hiyo inaweza kutumia mnara wa simu, minara ya simu kuitrack simu yako, kujua ipo wapi. Pia inaweza kutumia uhusiano kati ya wifi na simu yako, kama itakuwa wifi ipo on. Maana wifi ikiwa on yaga na sense wifi za karibu na kuonyesha kwenye simu. Kwa kupitia uhusiano huo pia inaweza kujua simu yako ipo eneo gani, kwa kupitia uhusiano kati ya simu yako na wifi za jirani. Ndio njia sahihi. Lakini kama ukifeli kabisa, njia ambayo utaitumia basi utatumia polisi. Kama ukalili email yako, utabofya alama ka setting yako na utaona email yako utakuandikia hapa. Kwa kama ukuikalili, utaikalili email yako hii, na hapa polisi utafuata taratibu zingine. Pia kama hiyo itakushinda, basi hatua ya mwisho factory reset device, utabonyeza option ya mwisho hii. Hii option ya mwisho ukibofya hii, yenyewe itafuta kila data, kama ni video, picha, kila kitu kilichopo ndani ya simu yako kitafutika, akaunti zako zote. Kwa hiyo ni option ya mwisho. Kama utashindwa kabisa, utaamua simu yako iwe salama, asije kutumia mambo yako, picha zako, akaunti zako za muhimu, utatumia option ya mwisho. Kwa kutazama video hii, naamini utakuwa umeshajifunza kitu. Kwa kama simu yako siku itapotea, kwa kuzingatia yote yani nilioelekeza, na imani kabisa itakuwa ni rahisi kuipata simu yako. Hata kama pia kuna rafiki yako au ndugu yako ndio karibu, yote atapoteza simu, pia utaweza kumsaidia kupata. Na mimi video itakuwa msaada kwako. Usisahau kusubscribe video hii kwa kuniunga mkono. Asante sana.